Yesu asifiwe. Sasa ngoja tuangalie mfano wa tatu. Tuangalie mfano wa Bwana Yesu, na tunatazama juu ya siri ya huduma ya Bwana Yesu, na tutaangalia mambo kama manne ya siri ya mafanikio ya Bwana Yesu. Siri ya mafanikio ya Bwana Yesu. Siri ya kwanza, Bwana Yesu siku zote alijitenga na watu kabla ya kwenda kuwahudumia. Bwana Yesu siku zote alijitenga na watu kabla ya kwenda kuwahudumia. Unisikilize vizuri. Kuna wakati Yesu alikuwa akifuatwa na kundi kubwa sana la watu, na kila alipoona makutano ya watu yanamfuata alikuwa anajitenga nao. Sasa kujitenga na watu kulikuwa kunampa nafasi ya kukaa na Mungu kwa njia ya maombi, na kwa njia ya maombi Mungu alikuwa anamvuvia nguvu zake, anamjaza na nguvu zake, ili anapotokea mbele za watu awe na kitu cha kuwahudumia watu, awe na mafuta ya kuwahudumia watu. Unasikilize, kujiambatanisha na kila mtu au na kila kundi la watu inaweza ikawa ni lango la kupoteza nguvu za Mungu ndani yako. Kujiambatanisha na watu au na kundi la watu inaweza ikawa ni lango la kupoteza nguvu za Mungu ndani yako. Kitabu kile cha Luka sura ya 5 mstari wa 16, Biblia inasema, lakini yeye alikuwa akijiepua akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba. Akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba. Sasa huyu ni Yesu, ameona makutano ya watu wakimfuata, na alipoona makutano ya watu wamemfuata, wanataka msaada wake, Biblia inasema alijitenga na watu apate nafasi ya kuomba. Na alipokuwa akiomba, Mungu alimvuvia nguvu zake na uwezo wake na mamlaka yake kwa ajili ya kuwahudumia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tunaloona kwenye huduma ya Bwana Yesu, Yesu aliomba kabla ya kwenda kufundisha neno. Yesu aliomba kabla ya kwenda kufundisha neno. Ukisoma hiyo Luka tumesoma 5 mstari wa 16 na wa 17, Biblia inasema, lakini habari zake zikazidi kuenea, wakakutanika makutano mengi wamsikilize na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikuwa akijiepusha, akaenda mahali pasipokuwa na watu akaomba. Ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uwezo wa Bwana ulikuwepo apate kuponya, na uwezo wa Bwana ulikuwepo apate kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia na kile kitabu cha Marko 6 mstari wa 12. Marko 6:34. Marko 6:34, Biblia inasema, naye aliposhuka mlimani akaona mkutano mkuu, akawaonea huruma, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hii mistari miwili nimekusomea, Marko 6:34 na Luka 5:15 mpaka 17. Hii yote inatuonyesha Yesu kabla hajaenda kufundisha neno alijitenga kwanza ili aombe. Baada ya
kuomba, Mungu alimfufia nguvu zake. Baada ya kumfufia nguvu zake, ndio unaona akienda akifundisha neno. Alienda kufundisha neno akiwa amefufuliwa nguvu zake na uweza wake na mafuta yake. Nasikiliza vizuri, kwenye shule ya walimu wa neno kuna tofauti sana kati ya mtu kuwa na uwezo wa kuwa na maarifa na mtu kugusa maisha ya watu. Kinachogusa mioyo ya watu na maisha ya watu sio tu maneno tunayofundisha. Kinachogusa ni mafuta yaliyo nyuma ya neno. Ndio maana kwa kila mtumishi wa neno, kabla hujaenda madhabahuni, lazima upate nafasi ya kutosha, ukae na Mungu, umwambie Baba, nifufie uwezo wako, liatamie neno lako, lipake mafuta neno lako, lipe uwezo neno lako, likawe baraka kwenye maisha ya watoto wako, likaguse maisha yao, likabariki maisha yao. Unalifufia neno, kwa sababu kila neno lenye pumzi ya Bwana rafaa kwa mafundisho. Kila neno lililofufiwa nguvu za Mungu rafaa kwa mafundisho. Kwa hiyo jambo la pili tunalojifunza kwa Yesu, yeye hakwenda kufundisha kabla ya kujitenga kuomba. Na hii ni hekima kwetu. Kabla hatujaenda kufundisha, lazima tuwe na muda wa kukaa na Mungu, kuomba, ili atufufie nguvu zake na uwezo wake. Haleluya. Jambo la tatu, kabla ya kufanya maamuzi magumu, Yesu alienda kuomba. Kabla ya kufanya maamuzi magumu, Yesu alienda kuomba. Kitabu cha Luka ile sura ya 6, Luka 6 mstari wa 12. Luka 6:12, Biblia inasema, ikawa siku zile aliondoka kaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Akakesha usiku kucha ili kumwomba Mungu. Unisikilize, hiki kilikuwa ni kipindi ambacho Yesu alikuwa anataka kupata wanafunzi 12 kwa ajili ya kumsaidia na kuwatuma kama mitume, na ili aweze kupata 12 katika kundi kubwa la wanafunzi aliyokuwa nao zaidi ya 500, ilibidi aende mahali pa maombi, na aliomba kwa muda usiopungua masaa 12, masaa 12 ili kupata watu 12. Inamaanisha alikuwa anaomba kwa mtu mmoja angalau risali moja. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hekima kubwa sana ambayo tunahitaji kujifunza kama watumishi wa Mungu na kama Wakristo pia. Kabla ya kufanya maamuzi magumu, lazima tupate nafasi ya kuomba. Kabla ya kusema ndio kwenye kazi uliyopewa, kabla ya kusema ndio kwenye mahusiano mapya unayoingia, jipatie muda wa kuomba. Omba Mungu akusaidie kujua kama hayo maamuzi unayoyachukua ni sahihi au sio sahihi. Omba Mungu akusaidie. Ni binti umekutana na kijana anasema, dada, nimekupenda sana, usiku silali. Ni sawa, lakini sio wakati wa kusema ndio, niko tayari, kwa kweli nilikuwa nasubiri fursa hii. Jipatie muda, omba, muulize Roho Mtakatifu, huyu mtu ni sahihi kwangu au sio sahihi? Na Mungu ni mwaminifu, atasema nawe, atakuonyesha. Maamuzi magumu kwenye maisha hayahitaji ushauri wa watu, yanahitaji uongozi wa kiungu. Kwa hiyo lazima upate muda wa kuomba ili Mungu apate nafasi ya kukusaidia kwenye maamuzi yako. Bwana asifiwe. Jambo la 5, Bwana Yesu alimshukuru Mungu kabla ya kuona matokeo. Bwana Yesu alimshukuru Mungu kabla ya kuona matokeo. Mara nyingi sana tumeona kwenye Biblia
Ah.